mtoto anaitwa Bella, ana autism, yani amezaliwa akiwa na changamoto kidogo. Kuna namna ukimwona unamwona kama hayuko sawa, mambo ya Mungu haya. Sasa nyumbani anaishi pamoja na dada wa kazi. Baba analazimika aondoke aende akatafute mkate wa siku, maana hata mama yake aliwahi kumkimbia kwa sababu hakuwahi kupenda kuwa na mtoto wa hivi, wala hakuvumilia kuwa na mtoto wa hivi. Mama aliyemzaa mwenyewe alikula kona, dada wa kazi atatoboa. Binti anamfuata mtoto akiwa anakula, anaanza kumnyanyapaa, anaanza kumpiga. Sasa kunako hii nyumba kuna dada mmoja, ye kazi yake huwa anakuja kwa ajili ya kufanya usafi tu, hahusiki na masuala ya kupika. Akiwa yuko huko chumbani anaendelea na usafi, akasikia namna ambavyo yule mtoto anasimangwa. Binti ilimuuma, akaja kukiwasha na dada wa kazi. Alipofika akakuta dada wa kazi anamnyanyapaa yule mtoto, alianza kumpiga makofi, alimfokea kinoma. Akamsogelea binti Bella, akaanza kumbembeleza. Alimbembeleza, akamkumbatia, akampa faraja. Binti akainyanyua simu, akampigia bosi wake na akamwambia arudi nyumbani haraka iwezekanavyo, kwa sababu kuna vitu haviko sawa. Kuna kitu ambacho anatakiwa aje akiweke sawa, mtoto wake anamhitaji sana. Sasa unajua, baba naye kwa kuwa mwanamke alikimbia akamtelekeza huyu mtoto, akamwachia huyu mtoto ambaye ana hizi changamoto, amekuwa anampenda sana yule mtoto kwa sababu anaamini zawadi pekee anaweza kumpa huyu mtoto asijisikie vibaya ni kumpenda na kumwonyesha mapenzi yote. Maana huyu mtoto japo ana hizo changamoto, lakini ukimpenda ukawa karibu naye, anajua kama unampenda na upo karibu naye. Baba kazi hazikufanyika, alilazimika arudi nyumbani haraka iwezekanavyo, kwa sababu usimtajie chochote isipokuwa mwanaye utamchanganya. Mzee amerudi nyuangu wangu mpaka nyumbani, anafika anakuta kuna sekeseke hapa. Dada wa kazi alikuwa anampiga mtoto, kisa nini? Amefanya nini? Maskini kiumbe cha Mungu, ikiwa malaika, amekosa nini mpaka anapigwa? Baba akamkusanya mwanaye kwanza, akampeleka mpaka chumbani ili arudi huku sasa waoneshe acheche. Baba alivyomfikisha mwanaye chumbani, akatake time kwanza azungumze na mwanaye kidogo, ajaribu kumliwaza. Baada ya kumliwaza mwanaye, akamwona mwanaye amerudi kidogo kwenye mudi nzuri. Mzee akashuka sitting room aambiwe kwanza ilikuwaje. Binti akafunguka, nilikuwa huko juu nikasikia mtoto analia huku chini, nakuja nakuta yule dada anamtiatia masinki, anampiga mtoto eti kisa sijui alikuwa anakula, anajimwagia chakula pale. Oya, mwamba hakutaka kusikia la mkuu wala la nani, alimuita dada wa kazi. Hakuamini kilichomkuta, alilambwa umeme muda ule ule, akashika begi na kazi imeisha, hamna kazi tena, yani shughuli imeisha. Sasa huyu dada ye huwa anakuja humu, mchongo ni mmoja tu, kuja kufanya usafi pamoja na kufuafua, anateleza. Sasa leo amesababisha dada wa kazi ambaye ndo huwa anakaa na huyu mtoto, ambaye pia yeye ndo huwa anahusika na kumpikia huyu mtoto na kumlisha, kwa sababu huyu mtoto pia kula chakula peke yake ni mtihani. So atamwachaje huyu mtoto humu ndani? Inabidi yeye sasa ndo aanze kuwa karibu na huyu mtoto, aangalie ni namna gani anaweza akamsaidia huyu mtoto katika hiki kipindi. Sasa muda baba akatembelewa na mshikaji wake, huyu ni mwanaye sana na wanafanya kazi pamoja. Akaja kumwambia, vipi mwanangu, haujaja kazini toka jana? Vipi? Jamaa anasema, sasa nitakuja vipi? Dada wa kazi, mimi nimemtimua. Hakuna mtu pekee ambaye anaweza kakaa nyumbani hapa na mwanangu zaidi ya mimi. Kwa mimi ndo mtu pekee ambaye natakiwa nikomae hapa, nihakikishe naangalia afya ya mwanangu na niangalie namna gani mwanangu anaweza akawa anakuwa sawa. Mchizi akamwambia, sawa mwanangu, naamini unampenda sana mwanao na yote tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha familia zetu zinakaa poa. Sasa tutafanyaje kazi ikiwa uko nyumbani na mtoto muda wote? Huyu mtoto anahitaji mtu ambaye huyo mtu atakuwepo kwa ajili ya huyo mtoto, alafu wewe unahitajika ukatafute pesa kwa ajili hata ya kumlipa huyo mtu. Jamaa anasema, sasa mtu utapata wapi mtu mzee? Wamekuja mabeki tatu wangapi hapa, mwisho wa siku anaishia tu kumnyanyasa mwanangu. Jamaa akamwambia, ndio mwanao ananyanyaswa sawa, lakini je, ndo uache kazi ukae kwa sababu mtoto ananyanyaswa? Hauhisi kama kuna namna inatakiwa uangalie nini unaweza ukafanya kuhakikisha unamsaidia mtoto tofauti na hivyo? Baba lazima utoke, bila hivyo utakufa njaa. Mzee akaona sio swala, inabidi angalie namna gani inabidi atoke. Sasa mzee akapanda chumbani akamwangalia mwanaye, anamkuta yule binti anaitwa Angela. Anamkuta huyu Angela ambaye yeye ndo huwa anakuja kusafisha hapa, amelala na kale katoto, wamekumbatiana wote, wamepitia usingizi. Mzee aliwatizama, hakuwaamsha, akawaacha. Sasa mida amejiandaa, anataka kwenda kazini. Binti akakulupuka kweli baada ya mzee kuingia humu ndani. Mzee anamwambia, usijali, usiwe na shaka, yani
unajua, kwanza nashukuru sana kwa sababu uliniambia nini kinachoendelea, na pia umekuwa na mwanangu karibu kwa huu muda, ila sijui sasa itakuwaje hapa. Nilikuwa nataka nijaribu kuwasiliana na wale watu wanitafutie tena dada wa kazi mwingine ambaye atakuja kusaidia walau kuwa anampikia huyu mtoto chakula. Binti akamwambia usijali tajiri, mimi nitafanya vyote, usiwe na shaka, nitapika, nitasafisha. Akamwambia hivyo vyote utaweza? Akamwambia hamna shaka, mimi nitamwangalia huyu mtoto. Mimi nadhani wewe